Na kujua Monica ubadilikaje wewe. Hivi kweli pale umemsamehe? Nitafanyaje Monica? Ndio mwanaume nilie naye. Yaani kipigo chote kile bado unamngangania. Ni bora yeye kuliko mwanaume ambaye anabadilisha wanawake kila siku. Kwa hiyo bora kufia kwenye kipigo kuliko kufia kwenye ugonjwa. Ukisema hivyo unanichulia rafiki yangu. Sikuchulii kweli. Wewe mwenyewe umesema anashinda na kupiga kila siku. Kwa nini uendelee kukaa na mwanamume katili kama yule? Sio katili. Hiyo huwa inatokea tu. Na ikitokea mwenyewe anajua kosa lake anakuja kuniomba msamaha. Na kama leo pale, ameniahidi hatonigusa tena. Sawa, wanasema mapenzi hayashauriwi. Acha ninyamaze. Maana nikashauri mwisho wa siku nikaonekana mimi ni mbaya. Sema hivyo. Unajua ni rafiki yangu tangu shule. Ndio maana unapoona kitu kiko sawa, sio vibaya kuniambia. Na kama unaambia usikii. Usio hivyo Monica. Wewe unajua kabisa mimi nakuamini sana wewe. Ndio maana nakushirikisha kila kitu changu kinachotokea kwenye maisha yangu. Na pia unajua fika mimi jinsi gani nampenda Chris. Chris anapoelekea atakutia kilema. Hawezi. Angekuwa kunitia kilema angeshanitia muda mrefu sana. Ila mpaka leo hii niko hivi, ananipenda naye mwenyewe. Kama anakupenda, mbona anashinda na kupiga? Anashinda mdota na beti. Anashindwa hata kutafuta kazi akusaidie wewe majukumu saidizane. Kibaya zaidi anakutwisha majukumu ya familia yake. Anatafuta kazi Monica. Ndio maana unaona hivyo. Wewe mwenyewe unajua ajira zilivyokuwa ngumu. Hata mimi na wewe bila mamako saizi tungekuwa nyumbani. Sasa unaenda wapi? Ndio unaniacha jamani? Rafiki yangu ni kisilani huyu. Wewe bado ni mgonjwa kaka. Unaenda wapi? Siwezi kubaki ndani wakati unajua kabisa hatuna kitu. Kaka, bado hujapona. Au unataka uende huko kafe kama mama afu mimi nibaki peke yangu? Pale tuseme hivyo. Naumia sana kaka, maskini pesa nataka kutoa wewe wetu. Nyisi mlisema ni ndugu? Sasa mbona mnakumbatiana kwa hisia hivi? Nini kinaendelea? Halafu wewe, achana na sisi, fanye mambo yako. Kweli nimeamini dunia imeharibika. Yaani nyie ni ndugu alafu ndo. Afuwe Jeshim, nitakutoa nishai sasa hivi. Hebu peleka bangi zako huko. Sasa wewe wakati bangi unavuta, sisi wengine tunakunywa na zingine huwa tunaogea. Cheki na vilasta vyake kama vipisi vya sigara. Hivyo dokta upoje? Wow, swali zuri. Niangalie, nisuse, niangalie, nisuse. Mimi niko hivi hivi kama unavyoniona. Na kwa taarifa yako mimi niko hapa kuliwakilisha serikali kwa upande wa afya, kuhakikisha wale wote wanaopotea katika zinaa na waelimisha. Na kama unavyojua, zinaa ukiendekeza zaidi inaua. Na ukizingatia nyie ni ndugu. Na mnajua kwamba mkikumbatiana au jinsia mbili tofauti zikikumbatiana kwa muda mrefu, nini kinatokea? Zinazalisha hisia kali, yani homoni kali, ambazo hizo homoni kali kwa kitaalamu zinaitwa mahaba traffic. Mahaba traffic ikikomaa zaidi, yani zile hisia kali ambazo zinatengenezwa na ule mkumbatio zikiendelea vile vile,
zinapelekea itilafu kwenye ubongo, na ubongo ukifanyika itilafu maana yake haupeleki ujumbe kwenye mwili mzima. Kwa hiyo automatic nyinyi mnaweza mkajikuta mmeamka kitandani na hamjui nini kilifanyika au nini kilitokea. Kama mlilala usiku hamjui nini kilifanyika usiku, au kama mlilala mchana hamjui nini mlifanya mchana. Hizo ndo tunasema mahaba traffic. Nisikilize dokta, huyu ni kakaangu, na kama isho kumkumbatia mimi sijaanza jana wala juzi, na hakuna kitu chochote kimewahi kutokea. Hapo hapo kama mmeanza kukumbatiana zamani, inamaanisha nyie kuna siku mmewahi bila nyie kujijua. Wewe tulia, huyu ni mdogo wangu, siwezi kufanya naye chochote, na siwezi nikafanya huo ujinga hata siku moja. Ujue katika himaya yangu nitakutoa nishai sasa hivi. We, kwa kinyumba hiki unasema ni imara yako hii hapa? Aise kweli lasta. Ndio maana kwambia hizo bangi unazovuta wewe, sisi tunakunywa, hizo ni bangi. Kwa ni maumivu makali. I'm so painful. Ni maumivu nama. I'm so painful. Ina maumivu makali. Hivi unajua mimi simuelewi kabisa kaka Chris. Sijui anawaza nini. Cleopatra, maisha sio rahisi hivyo kama unavyodhani. Hata kama ndo atoke nyumbani aseme enda kutafuta, kumbe ndo kwa mwanamke analelewa. Cleo, msitamki maneno hayo mabaya hivyo kwa ndugu yako. Unajua yule ni kakako kabisa Adamu. Kwani uongo? Yule anategemea hela za mwanamke ndo atuetee na sisi nyumbani. Wewe uone hiyo fedheha, anatufedhesha kabisa. Alisema nijifunze ususi, atanipa hela mtaji nifungue saloni. Mwaka wa pili sasa. Kimya, atokee mbaba huko, aje anipatie mtaji nifungue saloni afu aanze kuleta kelele zake. Unajua anangonjea sana. Keo, sikiliza. Mimi nadhani mambo yake tu hajakaa sawa. Na hawezi kakako akakufikiria kabisa kwenye mambo mabaya. Mimi nadhani vitu vyake vikikaa sawa, atafanya hilo swala kama mlivyopanga. Vitu vyake vikikaa sawa? Mtu mwenyewe kutwa anabeti, anachowaza yeye ni kubeti nao mwanamke wake anamzuzua. Keo, ngoja nikuulize kitu. Kwani kitu gani haswa Queen alichokufanyia hadi unamchukia hivyo wifi yako? Wifi gani? Yule ndo anayemwharibu kakaangu mimi. Kakaangu mimi akwa vile. Lazima nimkasirikie, yani kivyovyote vile lazima nikasirike. Keo, mbona binti watu anajitoa sana kwenu? Anapambania vizuri familia yenu. Na astahili haya yote unaongea hapa. Ushaanza kunichanganya na wewe. Sasa nisikilize. Kaa chini, ongea na ndugu yako. Mshauri. Asipobadilika asije kunilaumu. Kichomi wengi ndo tunavyomjua, unavyokuja ndivyo anavyokupokea. Yaani dokta, siku hizi sipati kabisa usingizi. Yaani mpaka nitumie vidonge vya usingizi ndo nalala. Afu mimi naogopa, maana naambiwa vidonge ni vibaya sana. Yes. Ni kweli hivyo vidonge ni vibaya sana. Kadi ukiwa unaendekeza kuvitumia, sometime unaweza kutumia watu wengine wakakuamsha siku wakajua umefariki. Wakakuzika kablini. Ile sasa vidonge ndo vinakata, sawa, vinakata sasa ndo unaamka kushtuka unajikuta uko ndani ya jeneza. Sasa ndo unashangaa, sasa ndo unaamka unapurukuta. Sasa maana upo ndani ya jeneza, unakosa tena pumzi, unakosa hewa, unakufa tena. Yaani tulikuzika tena unakufa tena kwa kukosa nini? Kwa kukosa pumzi. Unaenda mbinguni kule unahukumiwa kwa kesi hizi mbili, yani dhambi hizi mbili. Cha kwanza kujiua mwenyewe, alafu cha pili ni zile dhambi zetu za kila siku. Doctor, you're so funny. Ukoniona jana. Okay. You have a boyfriend, una mpenzi nini? Yeah, mpenzi naye.
Hiyo mbaya. Unaishi naye? Hapana. Ipo nje ya nchi, ameenda masomoni. Okay. Na hiyo hapo hali ilikuanza baada ya yeye kuondoka au kabla yeye kuondoka? Yaani alipoondoka tu vile ndo nikaanza kukosa usingizi. Sasa hiyo ndo mbaya. Unasikia? Kwa sababu hapo ugonjwa ambao wewe mpaka inakupelekea utumie vidonge vya usingizi. Huu ugonjwa unaitwa sleep over sickness. Ni ugonjwa ambao unasababishwa na kukosa joto la yule mpenzi wako. Sawa? Kitaalamu tunakwambia ile joto ambalo unakosa linaitwa sunflower. Sawa? Kwa hiyo sasa ambacho nataka nikwambie, sawa? Usijali, mimi nakusaidia. Saizi nakukuta hapo nje, sawa? Ili twende wote nyumbani baadaye nikupe hilo hapo joto la mwili. Yaani sijakuelewa. Nikusubiri wapi? Yaani twende wapi? Wewe hujaelewa nini mtu mzima? Yaani mimi nalale na wewe? Nisikilize, sawa? Mimi nakwambia nakupa joto, sawa? Nakupa. Atufanye chochote. Ichopo nini? Na? Iko nini hapo? Samani imesimama bahati mbaya. Dr. Kichomi wengi ndo tunavyomjua, unavyokuja ndivyo anavyokupokea. Huyo kila kona ya mtaa wanamjua, unavyokuja ndivyo anavyokupokea. Huyo kimwaga ugali anamwaga mboga na anazima moto. Nimekutana na Cleopatra. Anasemaje tena? Anasema wewe ulimwahidi bwana, anaenda zake VETA hiyo miaka 2, baada ya kumaliza utamfungulia kiofisi. Kwa akitoka hapo anadili na anaendelea na issue zake zile za ususi. Lakini muda umepita miaka 2 sasa hivi. Upo kimya tu. Hamna chochote hadi sasa hivi uchomfanyia. Mwanangu Cobra, yaani mimi siwezi nikajieleza sana kwako. Umeelewa? Sababu mimi na wewe wote tunafanya kazi moja. Mimi na wewe ni wakamalia. Umeelewa? Mimi ni kweli nilimwahidi. Na nilitegemea hivyo vimiaka vyake anavyosoma kule. Nipo siku nitambutua mwindi, nitapiga. Umeona? Nikipiga ili nimfungulie ofisi. Sasa mwanangu pepo hujaniendea vizuri kwa upande wangu. Sasa mimi nitamfungulia na nini mzee? Ndakiwa awe na subira tu. Mbona vitu vingine tunafanya afu hicho kitu kidogo tu hicho mzee ndo anakuja analalamikia kwako. Afu kwa nini asingekuja kwangu mimi anakuja kwako tena? Sasa na mitigasi ya kila siku kuongelea hivyo, muda mwingine anaongelea zile. Bwana wewe, muda mwingine wewe anakuja ananiuliza mimi kama mimi, kwa nini haja anifuata mimi, haja aniambia, anakuja kukuambia wewe bwana. Alafu na wewe mwanangu, mimi unajua mimi nakuheshimugi sana. Wewe mtoto wa 2000 yule sijui amekuzwa na folic acid anakuja kukuchanganyia wewe mafaili bwana. Sasa Chris mchongo uko wapi? Sio mimi. Akaniita, bwana wewe njoo mara moja. Kwa sababu kanikuta Elena napita mimi kanisimamisha, wewe njoo mara moja. Nini? Bwana muelekeze blaza. Hivi na hivi. Mimi mwenyewe mbona nimemkataa na mimi nimekutetea sana. Umeona na hizo issue za kubeti sasa hizo. Ndio kaziongelea kabisa vizuri. Kwamba wewe unaaga kabisa unatoka nyumbani, unaenda kwenye harakati zako. Kumbe unachotegemea wewe kubeti. Ubeti unaweka ndoto zako kwenye kubeti, hamna kitu kingine. Ndio maana mambo yako hayaendi. Cobra. Wewe mwanangu, wewe mwenyewe unaelewa. Kubeti ni kazi kama zilivyo kazi nyingine. Umeelewa? Yaani kuna watu wanalisha watoto wao, wanasomesha, wamejenga, wana majumba mazuri, wana magari na kila kitu kwa ajili ya kazi ya kubeti mwanangu. Mimi ile ipo kwenye damu na mimi ndo kazi yangu, na ipo siku mimi nitabutua, nitampiga mwindi mpaka kila mtu atashangaa. Hakuna mtu atakayekuja kuamini mwanangu mimi siku nikija kubutua. Hao wanaonisema vibaya wao. Mimi nakwambia wallahi tena. Hao ndio watakuja kunipamba mimi. Wewe subiri tu siku ifike mwanangu. Mimi nakwambia ukweli. Unasikia Chris? Mimi kama mimi unajua mimi mwanao siwezi kukataa, lakini dogo anaongea ovyo kwa sababu anaongea pia. Wewe unategemea kubeti, unategemea na issue ya kulelewa. Yaani ule mwanamke unatia fezea hadi familia kwamba wewe unatoka nyumbani unaenda hadi kupambana kumbe unaenda kulelewa. No vipi bwana, fezea narudi nyumbani vipi bwana? Aliyewaambia kwamba mimi nalelewa na mwanamke nani? Mimi mwenyewe ni mfanya kazi vile nimeshakwambia mimi na beti, na kubeti ni kazi kama ilivyo kazi nyingine. Afu ya masuala ya mwanamke wangu mimi naomba waachane nayo kabisa yani. Kwa sababu yale ni maisha yangu, ni kila kitu ambacho kinanihusu mimi na mwanamke wangu. Wao hakiwahusu. Wao kama wanasubiri msaada wasubiri tu, mimi siku nikija nikibutua nitawasaidia, lakini sio masuala kuingilia maisha yangu bwana. Wao vipi bwana? Kwani mimi nawaingilia maisha yao? Mbona mimi siingilii maisha yao? Mimi ni maisha yao ninavyoingilia, nasema tu nawasaidia, lakini sijaingilia mahusiano yao. Waniache bwana, kila mtu ana style yake, ana lifestyle yake ya maisha ya kuishi. Waniache bwana wewe. Wewe wenyewe unajua mimi namsaidia nini? Lakini ndio hivyo bwana. Mimi nimekufikishia yani nimekufikishia hii issue kama mwanao. Sijataka ile nilete umbea kwa sababu nianze tena kuongea kwa watu kama yeye anavyoongea kwangu. Mimi nimekuambia, mimi kama mjumbe najikataa.
Nimekufikishia tu hiyo issue. Achana na hizo pigo bwana wewe. Mimi haikutani. Binadamu tunakutana. Mzee, ulitamba pande zako. Sasa hivi umeingia pande zangu. Unasikia wewe ukunielewa. Unasikia wewe ukunielewa. Subiri. Unakumbuka story nilikupa? Ya yule bwana yangu, yule mshua mchati. Nilienda kwa bwana mzee. Ndio huyu. Nyamaza, sijamaliza kuongea usinikatishe. Nimeenda kwake. Akanisaidie kwa yule mzee bwana. Huyu akanigeuka. Sasa sio alikuwa anataka hela zake. Nachoka mimi. Nikupe ndugu, nikupe hilo limeze. Huyu alikuwa ex wangu, nikwambie. Huyu unapomuona. Nikaongea naye, mwisho wa siku huduma hatoi hela, hana chochote, na umeenda mpelekea dili kubwa kama hiyo. Unataka nini mwana? Yule pale alikuwa rafiki yangu. Alafu wewe nini? Huyu namuona. Unajua kwa sababu gani? Unajua kwa sababu gani nilikuacha? Unajua kwa sababu gani nilikuacha? Hata wewe just imagine unakuwa na mwanamke sawa. Wewe unaweza kumwacha mwanamke? Unaweza kumwacha? Unajitetea, unaweza kumwacha? Acha umbea mwanaume mzima, unapoambia tukushedera na wewe, tukushedera. Sasa niselete alikuwa nasema jamani, hebu sikilizeni. Mimi naongea na mimi ni focus na nani? Unasikia? Mimi simpi mtu tension. Sisi kampa mtu tension. Wewe unataka tension na mimi. Wewe unataka tension, si ndio? Subiri kwanza. Unasikia? Gandishi wewe. Gesi yako imeisha. Mwanaume mzima una haya. Umezaliwa mchana nini wewe? Mtimi wake sababu kikongwe. Hivi sababu yako kweli. Umekaa mwenyewe ukipita nikana amana, kumbe huna moja ala maana gani huyo? Nachukulia sheria, nachukulia sheria, unasikia gani wewe? Na wewe nimeambiwa na nesi wangu, nimeambiwa na nesi zangu wote. Mnatoa ujauzito, nachukulia sheria. Wacha kuna nini? Mtu mwenyewe unategemea hela ya serikali. Wewe unaizungumzia serikali? Utafanya nini? Wewe unaizungumzia serikali? Unasema kuna Dokta Kichomi wengi ndo tunavyomjua, unavyokuja ndivyo anavyokupokea. Huyo kila kona ya mtaa wanamjua, unavyokuja ndivyo anavyokupokea. Huyo kimwaga ugali anamwaga mboga na anazima moto, mwaga ugali anamwaga mboga na anazima moto. Dokta Kichomi huyo